Asubuhi ya jua kali, uwanja wa shule ya msingi Mwembelegati umejaa watoto wanaocheka. Kengele ya kwanza haijalia. Kundi la wanafunzi wanne wameketi chini ya mti wa mwembe mkubwa. Hao ni Anna, Viva mvulana, Astri na Grace. Anna amekaa katikati ya Viva na Grace. Viva ana sura ya wasiwasi, anaonekana kuchoka. Viva, leo una kimya zaidi ya kawaida. Kuna nini? Viva, si chochote Anna. Ni mambo ya nyumbani tu. Baba yangu alirudi jana usiku akiwa amelewa sana. Usingizi ulikimbia. Astri, hebu Viva, si siku ya kwanza kuona baba mlevi. Usitulibizi huzuni asubuhi. Angalia Anna hapa, anaishi vizuri na wazazi wake, lakini hatujitambai kila siku. Asante mwalimu. Grace, inatosha Astri. Viva ana sababu zake za kuhuzunika, tusimdhihaki. Kengele inalia, wanafunzi wanaanza kukimbilia darasani. Bwana Kiponda, mwalimu mchanga mwenye sura nzuri, anasimama karibu na mlango wa darasa, macho yake yakimfuata Anna. Bwana Kiponda, Anna, nimeona kazi yako ya nyumbani ya jana. Imenifurahisha sana. Baada ya masomo, njoo ofisini kwangu tuzungumzie jinsi ya kuiboresha zaidi. Anna, asante mwalimu, nitakuja. Bwana Kiponda anaondoka, akimwangalia Anna kwa macho ya kumtamani. Viva anashuhudia hili na uso wake unaonyesha wasiwasi. Viva, huyo mwalimu anakuangalia sana siku hizi. Umeona jinsi anavyotabasamu anapokuona? Viva ni mwalimu wetu tu, anajali wanafunzi wake wote. Usiwe na wasiwasi. Au labda anakujali wewe zaidi Anna. Viva anaweza kuwa na sababu ya kuwa na wasiwasi. Grace, yatosha. Twendeni darasani, tumechelewa. Wanaingia darasani. Viva anamwangalia Anna kwa macho ya kumlinda, lakini Anna anaonekana kutojali. Anna, usiende ofisini kwake. Siwezi kukueleza kwa nini, lakini najisikia si vizuri. Viva ni mwalimu wetu, atanifanyia nini? Tafadhali usiwe na wasiwasi sana. Nenda nyumbani, utakaa na mama yako. Viva ana sababu zake Anna, lakini pia haki yako ni kwenda. Tuachie tu huko nje tukungoje. Eti, nyie mnampenda sana Anna. Acha aende. Mwalimu Kiponda ni mwalimu mzuri, labda atampa peremende. Viva anamkazia macho Astri kwa hasira, lakini hasemi. Anna akimshika mkono Viva kwa urafiki. Nenda Viva, nitakuwa sawa. Baadaye tutaonana. Anna anaelekea ofisini. Viva anaondoka polepole, lakini anageuka nyuma mara kadhaa. Grace na Astri wanamsubiri chini ya mti wa mwembe. Lakini pia nataka kukufahamu zaidi Anna. Hali, ofisi ya mwalimu Kiponda. Chumba kidogo chenye dawati, rafu za vitabu na picha za timu za mpira ukutani. Dirisha liko wazi, lakini pazia linaning'inia. Mwalimu Kiponda ameketi, akimpokea Anna kwa tabasamu. Mazungumzo. Bwana Kiponda, sauti ya kiume laini sana, karibu ya kumtongoza. Karibu Anna, karibu sana. Kaa kiti hiki karibu na mimi. Anaonyesha kiti karibu na dawati lake. Anna anaingia kwa heshima, lakini anaona kiti kiko karibu sana na mwalimu. Asante mwalimu, nimekuja kuhusu kazi yangu ya nyumbani. Bwana Kiponda anasimama na kufunga mlango polepole. Ndiyo, kazi yako, lakini pia nataka kukufahamu zaidi Anna. Wewe ni mwanafunzi bora. Wazazi wako wanafanya kazi gani? Anna anahisi wasiwasi kidogo, lakini anajibu kwa adabu. Baba yangu ni daktari wa serikali, mama yangu ni muuguzi, wanafanya kazi kwa bidii. Bwana Kiponda anakaa kwenye ukingo wa dawati karibu sana na Anna. Familia yenye elimu, hiyo inafurahisha. Unajua Anna, wewe ni tofauti na wasichana wengine. Una kipaji na pia umependeza sana. Maneno haya yanamgusa Anna vibaya. Anaangalia dirisha, anaona kivuli cha mtu nje. Ni Viva. Hayupo mbali, anaonekana akimlinda. Anna, sauti ya kike yenye wasiwasi sasa. Mwalimu, naomba niruhusu kwenda. Marafiki zangu wanasubiri nje. Bwana Kiponda anaongea.